Wagwan Pipa Dokudonjo. This is 90 plus football podcast. This is where football sharpness. Hapa ndo tunachambua soka zote, English Premier League, KPL and of course Ligi ya Mabingwa, Champions League. Na in studio I'm not alone. I have a very great Umewambia FKF. FKF in full. Wewe unajua FKF in full. Federation Kenya Football. Guys, FKF in full. Anyway, in studio I have a very great guest. Atajitambulisha na atuambie ni shabiki wa timu gani. Sijitambulishi kwa majina. Tajitambulisha kama fan wa Manchester United. Mimi ni fan wa Manchester United. Sema tu kijana wa Man U. Na mkafuta mama. Hatuko after. Unajua timu kubwa imecheza game miaka mingi, acha watu wapumzike maana. Watu wapumzike. Niliona Matthias Cunha alisema the elephant is resting, is sleeping until you wake up one day. What I mean, the elephant will wake up one day. Anyway, let's jog into yesterday's Champions League games by the way. Kulikuwa kwa moto jana. Kuliwa. Mtu alikula 6, unakula zaidi ya mkono mmoja na kuota. Nasikia wenye walikufanyia ile kitu walikula ngapi? Wenye walikunyang'anya kikombe. Bwana wacha tu Mungu afanye kazi yake. Sasa hivi Mungu anafanya mambo yake. Yaani Tote ndio timu sasa hivi nimeichukia kwa maisha yangu yote. Hata ikipigwa wewe ni aibu. Bwana Tote bwana hapa. Wao ni naibisha English Premier League. Acha tu wapigwe, hata kwanza wali deserve kupigwa 10. Hai man bwana hiyo timu. Jana tuliona Tottenham ilipigwa bao 5 ama 6. 6-2 na Atletico de Madrid. Na tukaona Bayern Munich ikampiga Atalanta. Pia walikula ni kama pia walikula 6. Na Barcelona wakaponea kichapo. Baga nao ni gold manze. Baga nao ni gold manze. Hiyo timu ya FIFA. Tuanze na hiyo game by the way. Hiyo game bwana maboys walikuwa chini sana. Uliona Barcelona by the way from first minute kuna huyu kijana wa England left back Hall. Mwenye alikuwa Lamine Yamal. Huyo Newcastle. Exactly. Boy alikuwa highly rated. Alikuwa na game. Boss alikuwa kwa game pass. That boy deserved to be man of the match. Actually alikuwa man of the match. Alishika Lamine Yamal until the end of the game. Alitolewa ndo kidogo Emily atoke kwa uwanja. Baada uliona comments zake? Sijaziona. Alisema I don't know what happens with the English football. You get the ball, players defender wanakuja watatu. As if you have stolen something. Alisema but EPL is the toughest league in the world. Auliza idoli wake Lionel Messi, why did he not step in? Kuja kwa EPL. Angejua EPL, unajua kama before tutoke kwa topic kidogo. Unaona the reason why me I consider Cristiano Ronaldo as the GOAT. Yes. Bwana EPL is not a joke. And Italy. Hizo league. Unajua Rafinha alitoka EPL kama imemshinda. Exactly. Rafinha alitoka EPL kamshinda. Marcus Rashford ametoka EPL kama imeshakuwa ngumu. Exactly. Akabidi ameexit. You see say Marcus Rashford is shining. Rafinha is shining. Ndio main man pale Barcelona. Sasa wewe unaonanga watu wanakompare Bruno Fernandes mwenye anacheza EPL na Pedri mwenye anacheza La Liga. Watu ni maduanzi man. Jana uliona Barnes aliingia akapatia Newcastle bao dakika 86. And unfortunately I think Barnes was the man of the match. Yeah. He was the only player mwenye alikuwa highly rated, followed by Rafinha then Hall. Unaona vile nani aliingia Barnes na akachange game totally. Ile midfield ikakufa sasa ikakuwa Manu wafanya aje kuhusu huyo Barnes. Huyo Barnes ndio Newcastle kuna squad mzuri yenye inafaa Manu aingie ndani wachukue wachezaji. Unaona mimi Manu tunangependa tu. Juu jana niliochi game ya Barcelona na Newcastle nikaona how the game was played, vile Tonali alikuwa na defend aki-attack nini. So me the person mwenye naona tuchukua hapo ni Tonali. Na Guimaraes. You see Guimaraes bana ni ball carrier. Injury prone bad luck. Unaona tuko Bruno si injury prone. Sasa tukichukua Guimaraes akuja apate injury tutadu. Za leo champions za leo sasa. Acha tungeko champions za leo ni kubaya man. Leo ni kuhot. Leo pale Santiago. Leo Santiago kutawaka moto manze. Santiago Bernabeu. Leo Guardiola anarudi huko tena. Lakini the funny thing na hiyo game ya Real Madrid na Man City hakuna mkali.
Hakuna mkali wanatoshana. Hakuna mkali. Ni kama nowadays the Manchester Derby, Man City na Manchester United. Hakuna mkali. Yani niliona kama president wa Real alicommend that Florentino that Real Madrid na Man City is becoming another El Clasico. Wallahi. They are playing every season. Every season Man City Real. Tena hii round tu hapa tumefika round wanapeananga kwa quarter. Round of 8, round of 16. Na vile hizo playoffs zenye walikuwa wanacheza ndo qualify. People just predicted Real must meet with Manchester City. Exactly. Na timu yenye inatokanga hapo ndo win. Na usikie watashangaa this time round. Unajua the funny thing, unajua Man City now they are not title contenders in Champions League. Exactly. You know right now Real Madrid are underdogs. Unaona kwenye walitoka. Unajua by then underdogs. Unaona Champions League is the funniest league and the toughest league in the world. Timu inakuanga underdog. Ndio wewe yabeba. Lakini bado unajua bado bwana. Bordeaux Limit bwana imekuwa underrated sana kuliko Real Madrid. Bwana Bordeaux Limit. Na ilianza na kupiga Man City wenyewe. Ilipiga Man City 2-1, ikapiga Atletico Madrid 3-1. Ilikuwa na Sporting leo. Ilitoa Inter. By the way, ekea Bordeaux Limit kichwa. Inacheza na Sporting. And take it to the bank. Take it to the bank. Bordeaux Limit itapiga Sporting, even it can even keep a clean sheet. Exactly. And remember, Bordeaux Limit in every game, the last 5 games, there has been over 3 goals scored in that match. Meaning that it's either Bordeaux Limit win that game 2-1 or so GG iko possible. Kwa wachezaji wake GG. They concede. They concede, but they score more goals in a game. They have a very good attacking. Bwana wako na mtoto pale, sijui anaitwa nani. The funny thing about that team, your team imebeba Norway players. Good. What? And like 96% of players were your team, they are Norway. Imagine that team ukiongeza Erling Haaland inacheza World Cup. Uchukua tu Erling Haaland wewe kwa hiyo timu ya Bordeaux Limit. Na Odegaard. Hata Odegaard usimweke juu. Huyo midfielder wa Bordeaux Limit anashinda Odegaard. Chukua tu hiyo timu ongeza Haaland pale mbele. Na si Odegaard ndio captain wa Norway. But sasa ndio your captain. So your prediction Limit na Sporting. Correct score 2-1. 2-1. In favor of Bordeaux Limit man. Bordeaux Limit apiga Sporting. In your home advantage iko pale. Bordeaux Limit, though both teams have won their last 5 matches in a row. Exactly. So meaning that Bordeaux Limit has an advantage of winning the match. At the same time, Sporting have an advantage of winning the match, but home advantage is there. Remember, Bordeaux Limit have not lost any game at home in the past around 7 games. Yeah. They have not lost a home game. Sporting the same, but the past 3 games kuna game wamedraw. The past 5 wamedraw moja at home. And you've seen Pep Guardiola, Erling Haaland alikaa game yao ya IPL last. Alikaa hiyo nayo ni ufala. Kieka in mind that anakuja kucheza game ya Real Madrid. Hiyo ni ufala.